Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ni siku nyingine tena tumeweza kuiona au tumepata kuiona. Ni wengi walitamani kuiona lakini haijawezekana. Hivyo sisi ambao tumepata kuiona ni jambo la kumshukuru sana Mungu aliye hai. Siku ya leo napenda tuzungumzie faida za kumpendeza Mungu. Faida za kumpendeza Mungu, faida za kumcha Mungu, faida za kuishi maisha matakatifu. Tuangalie kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 11 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hii ni faida mojawapo, faida ya kumpendeza Mungu, faida ya kuishi maisha matakatifu. Huyu ni Henoko, mwanadamu kama sisi. Alikuwa mwanadamu kama mimi, alikuwa mwanadamu kama wewe, lakini aliishi maisha ya kumpendeza Mungu. Aliishi maisha ya kumcha Mungu katikati ya kizazi kiovu, katikati ya kizazi chenye ukaidi, katikati ya kizazi chenye machafuko, lakini Henoko aliishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hakujichanganya na uovu, hakujichanganya na anasa, hakujichanganya na takataka za kila aina katika huu ulimwengu. Angekuwa mwingine angesema mwenye haki nimebaki peke yangu, ninayemcha Mungu ni mimi tu, basi na mimi tu, ngoja nijiungamanishe na watu waovu, nijiungamanishe na watu wanaotenda dhambi. Kwa Henoko haikuwa hivyo. Henoko, pamoja na kwamba aliishi katikati ya kizazi chenye uovu, katikati ya kizazi chenye zinaa, hakukata tamaa, hakumwacha Mungu. Aliendelea kuishi maisha matakatifu mpaka Mungu mbinguni akawaza, akasema nifanye nini juu ya Henoko, akamhamisha asionje mauti. Hii ni neema ambayo Henoko alipewa. Mtu mwingine ni Elia Mtishibi, aliishi maisha ya kumpendeza Mungu katikati ya waabudu sanamu, waabudu bahari, lakini alimcha Mungu wake. Alimwabudu Mungu wa Isaka na Yakobo. Tunaona Mungu alimtetea, tunaona Mungu alimpigania katika jina la Yesu aliye hai. Tunaona ya kwamba Elia pia alihamishwa. Elia pia hakuonja mauti, alipaa mbinguni. Haleluya. Hakuonja mauti. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alimpendeza Mungu. Hakufa kifo kama cha wanadamu wa kawaida. Hakuzikwa Elia, hakuzikwa Henoko, walitwaliwa na Mungu. Hii ni faida ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutwaliwa kwa leo ni kwamba Mungu anaweza kukutoa katika mateso na matatizo mbalimbali endapo tu unamcha Mungu na kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine ni Shadraka, Meshaki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego walimcha Mungu japo walikuwa utumwani. Wangekuwa wengine wangesema tupo utumwani, kwa hiyo tukijifanya tunamcha Mungu, tukijifanya tunamuelezea Mungu, yani tutapata mateso zaidi. Hawakujali mateso, hawakujali afya zao wala miili yao. Walikuwa tayari hata kufa, lakini tu waisimamie imani, lakini tu wasimamie matendo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata walitupwa katika tanuru la moto, lakini huko kwenye tanuru la moto Mungu alituma malaika. Mfalme anawahi asubuhi anasema, je, hatukutupa watu watatu? Ni kwa sasa mbona wapo wanne? Hakumjua Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu aliwatumia malaika. Tunaona hata nguo zao hazikunuka moshi, hazikuungua kabisa, wala hawakuteketea katika tanuru lililochochewa mara 7. Danieli aliambiwa tunatakiwa kuabudu sanamu ya mfalme tu na sio Mungu mwingine. Akasema mimi nitamwabudu Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamwabudu Mungu wangu. Tena muda wa kuomba alikuwa akifungua madirisha. Hakujificha ficha. Hakumficha Mungu wake. Hakuficha wokovu wake. Tunaona akakamatwa na kutupwa katika tundu la simba wenye njaa kali, lakini huko kwenye simba mwenye njaa kali Mungu alikuwa pamoja naye, akayafunga makano ya simba. Hawakumdhuru Danieli
Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu, Mungu anayetenda yasiyowezekana, Mungu anayefanya njia pasipokuwa na njia. Wakati unaona umebaki peke yako, Mungu anakuwa upande wako, kwa sababu unamcha Mungu na kumpendeza Mungu. Wakina Shadraka, Meshaki, Abednego, wale watu waliowatupa ndio waliteketea. Walizani wako peke yao, kumbe wako na Mungu. Wakazani kumtupa Danieli katika tundu la simba ni kummaliza, hawakujua Mungu wake yupo. Mungu wa Danieli akafunga makano ya simba, hayakumzuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya kumpendeza Mungu.